Na kisa na story ambayo inaendelea kusambaa na kuenea sana kwenye mitandao ya kijamii ikimhusisha mwanamitindo na mrembo Starlet Wahu ambaye ni dada yake kasisi Pastor Kanyari ambaye pia alizungumza kuhusiana na hili, ila mtu ambaye amesalia kuchunguzwa sana na kuweza kuanikwa kwenye mitandao ya kijamii ni mshukiwa mkuu katika mauaji haya ambaye anatambulikana kama John Matara. Visa na story tofauti zinaendelea kuchipukia katika mitandao ya kijamii huku watu tofauti wakiweza kujitokeza na kuweza kutoa lawama na kuweza kuonyesha screenshot ama niseme arafa na jumbe ambazo walikuwa wamezipokea kutokea kwa gaidi huyu ambaye inaaminika kazi yake kubwa ni kuweza kuwatafuta mabinti ambao wanaweza danganyika kirahisi na kuweza kuingia katika mahusiano naye wakifuata pesa zake, na pale ambapo anapogundua wameweza kuingia katika box la kwake ama wameweza kutamani kuwa katika mahusiano na yeye, anaweza kuwapa mwaliko kuja kuweza kushiriki chakula na yeye, na baada ya chakula wanaamua twende tukatafute chumba ambacho tutaweza kujiburudisha na kurudishia mwili shukrani mwisho wa siku. Sasa kuna screenshot fulani hivi ambazo kwa sasa ndizo zinazungumziwa sana na zinaenea pale kwenye mitandao ya kijamii. Aswa nataka kuzungumzia screenshot moja hivi ambayo ilikuwa ni yake huyu John Matara akijaribu kutupa mistari kwa binti fulani akimuomba waweze kupatana na kuweza kushiriki pamoja na yeye chakula hivi, ataweza kumlipa kiasi fulani cha fedha. Nataka nikusomee na nataka usikize kwa umakini. Now Matara the man himself, kama jinsi ambavyo anamuita pale kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni Disemba mwaka uliopita tarehe 7, ilikuwa ni siku ya Thursday. Na huu ndio ulikuwa ujumbe wa Matara. Aliutuma na kusema hivi: Hey pretty, I really do love your beautiful and sexy self. What are you up to tomorrow? Hey, unasikia Mr. Mzee baba anaanza nayo, lakini anakwenda straight to the point. Yani anamwambia binti, I just landed in Nairobi for the holiday season and I was wondering if you and I could spend some time together before I leave for Mombasa soon. I'm offering 10k as a token for my appreciation for a hookup with you tomorrow in the course of this week. If interested, please send me your WhatsApp number and location, any pin. Anasema thanks, and if you have time, we could leave for Mombasa together, Diani. See you there. Now Christmas is here, baby. Anasema Diani, see you, Christmas is here, baby. Binti anapewa mzee baba, wacha nkwambie. Nairobi tumeishi, tumezaliwa, kulelewa na tunaielewa jinsi ilivyo. Sasa binti kama huyu awe tu ni msichana wa miaka 23, 22, mtu amekuja hivyo. Hata kama huyo binti alikuwa na mtoto na chali ambayo alikuwa katika mahusiano naye, ameambiwa Christmas, Diani, here we come baby, tunachukua flight tunakwenda Diani. Nakwambia mzee baba, binti anachanganyikiwa, yani maruani zinampanda vile. Yupo zile za mimi sahi amnipati, yani mnanitafuta amnipati. Urembo wangu ndo huo. Mtu ananiambia tu eti kuniona shilingi 10,000. Na wewe kijana hapa tupo campus, na wewe ukimpeleka date ya madondo, we kwenda huko. Lakini ujue kwenda huko zako na urembo huo unajipendekeza nawe eti kwamba amekuona, ndipo unakwenda kuzama kidimbuini, na kama si kidimbuini waenda kuzikwa binti. Unakumbuka yule wa asubuhi aliweza kudai kwamba kuna binti alitoa ushuhuda akadai kwamba huyu jamaa ilikuwa vivyo hivyo, amemwahidi date, akakwenda kule wakachukua room, alafu kwenda kwenye room kule jamaa kafunga mlango, akatoa kisu, akamwambia toa nguo, toa simu yako, nataka unitumie shilingi 50,000. Tuma shilingi 50,000 ama nitakuua. Binti kuona huyo jamaa yupo serious, akafanya pilka zake, omba zake, pesa ikatosha shilingi 50,000 akampatia jamaa. Alafu jamaa akamwambia nao jifurahishe nikitazama, alafu mimi nachukua video. Binti akajifurahisha vile akitazama ile video. Jamaa akamwambia inaondoka nayo.
ile wakati utajaribu kuongea kunihusu wala kunianika kwenye mitandao ya kijamii, wallahi billahi mimi nakuanika ucho wako kwenye mitandao ya kijamii. Na hivyo ndivyo aliondoka. Sasa ndio huyu anajaribu kumpamba binti mwingine hapa. Alafu binti ana reply. Ambia, hi Alexis, you've sent me another message previously, right? Anamwambia, I think so baby. Your WhatsApp number please, thanks. Mambo yankwenda hivyo. Huyu alipenya tu kidogo hivi. Hapa ni pale Mwenyezi Mungu anakung'atua katika mikono ama meno ya mamba pale kwenye mto. Ama anakung'atua kwenye meno ya simba. Wakati tu ni kama vile mnaondoka mnapita hivi na gari, wewe umetoa kichwa juu. Simba anaruka anataka kukung'ata, alafu Mwenyezi Mungu speed inamzidi simba. Mnapita mnaondoka, alafu simba kwenda zake. Ndivyo ilikuwa kwa huyo binti. Maana hata angejipata tu katika sarakasi na visa kama hivi. Na Wakenya nao pale kwenye mitandao ya kijamii wamejitokeza kwa wingi sana kuweza kureact to the said story. Nataka nisome comments kadhaa za Wakenya na yale ambayo wanayasema kuhusiana na kisa hiki cha huyu jamaa anatambulikana kama John Matara, ambaye ndiye mshukiwa mkuu katika mauaji ya Starlet Wahu Kanyare. Now Evangelist Masenungari anasema woi guy idhashi anashito. Lucy kama wanasema we handsome man. Mwingine hapa anaitwa Mombi Mwai anasema na hii sura haki utakubali, lakini 10,000 ni pesa mingi, utakubali. Kumbuka hali ya uchumi jinsi ilivyo kwa sasa. Nathan David anasema huyu anawaita you baby wa like. Paul Mims anasema si watu wanapendwa moto mapenzi. Pauline Miri Kantes anasema na hii sura nguvu ya kuitana baby anatoa wapi? Women amjipendi. Desire Sewa anasema yuko hapo gani? Ukamtafute Desire. Caroline Wanjiru anasema mimi nikiona manywele kama haya na unanga tu mkora. Juguna Wandisho anasema hapo nimepata mistari kadhaa. Wajue. Naomi anasema then Mayeng wakisikia 10K and Diani on the same sentence wanachizi. Sami Dairitu anasema who can reject such a sweet message really? Sorry our daughters. Wamboi Kamau anasema mimi design mimi utoroka nikiitwa baby lol. Mwingine tu Bernard anasema 10,000 1 mpaka 10 aya. Lucy Nyaga anasema wasichana wa mama tujitafutie pesa zetu, hizi za bure zitatulambisha bana. Pauline anasema mtu anitupie hiyo mistari, bora tusiende Airbnb. Wallahi billahi. Kijana nikakwamba alikaa chini akachukua kitabu ambacho kimechapishwa kuhusiana na sajili pale ni ya mapenzi. Akakisoma kile kitabu vizuri, karatasi kwa karatasi, akapekua mstari kwa mstari, yani mistari kailandanisha yani ameitwika kichwani ile mistari. Wakati anaamua kuindodosha, mabinti roho zao zinakwenda paragasha. Alafu yeye amemaster heart fulani ambayo tunaita the heart of conmanship. Hiyo hatu ukitumia unamfanyanga mtu anachanganyikiwa, aoni kuna ukweli, aoni kuna uongo. Yani jinsi ambavyo Matara amefanya, yani anacheza karata zile tunaziita pekecha zile za mchezaji Lionel Messi kutoka katika nchi ya Uingereza. Anakupiga left, right and center. Unabaki binti ujielewi, ujifahamu, hupo tu unalegea tu, mwisho wa siku kisurooni anakuacha ukiwa maiti. Ndivyo mambo yalivyo. Unasemaje mtazamaji wa FM Show KE kuhusiana na story yote nzima? Mimi niite FK Mwenda, na hapa ndipo tunakupasha juu story zote ambazo zinajiri na kuchipukia katika kila sehemu nchini Kenya.